Picha linaanza kinyamwezi kabisa. Madhausi anaingia ndani ya mjengo, anakuta ukimya usio wa kawaida. Anaanza kumuita mwanae, "Gozie, Gozie," lakini hakuna mtu anayemuitikia. Anaamua kuzama chumbani ili kumtafuta. Kufungua mlango anamkuta Bikitatu kalala kitandani na mwanae. Anaanza kuwasha moto pale pale bila hata kujua kitu gani kilitokea. Hebu mwangalie huyu mwanamke asiye na aibu. Kwa hiyo ndio umefanikiwa kumtongoza mwanangu, sio? Hapana mama, kaa kimya. Kwa unataka kuniambia mimi sioni, mimi ni kipofu, sio? Hapana mama, sivyo unavyofikiri. Hii ndio sababu sikutaka ufanye kazi hapa. Nilijua tu unataka kupita na mtoto wangu. Mwanetu anashtuka usingizini. Mama, usiseme hivyo. Kaa kimya. Gozie, namfukuza, inabidi aondoke. Huyu mfanyakazi sitaki kumuona hapa. Mama, haki ya Mungu tena, hakuna kilichotokea. Mwanetu anasema, "Mama subiri." Baada ya hapo anakata moto. Mama anashtuka, "Gozie, Gozie, inabidi tumpeleke hospitali. Hebu kaa kimya." Hapana, wewe inabidi ukae kimya. Unaweza kunifukuza utakavyo, ila kwa sasa inabidi tumpeleke Gozie hospitalini. Harakati za kumpeleka hospitali Mwanetu zinafanyika. Baada ya vipimo daktari anakutana na mama yake Gozie ili kumpa majibu ni kitu gani kimemsibu Mwanetu. Daktari anasema, "Nina taarifa mbaya." "Taarifa gani daktari?" "Gozie ana shida ya figo. Shida ambayo inahitaji kupandikiziwa figo kutoka kwa mtu mwingine haraka sana." "Daktari, mwanangu hanywi pombe wala avuti sigara. Inawezekanaje akapata shida ya figo?" Kuna sababu nyingi zinazoweza kupelekea mtu kupata shida ya figo, sio pombe au sigara tu. Na dalili zake zinatofautiana baina ya mtu na mtu. Jambo ambalo ni la muhimu hivi sasa ni kupata mtu atakayeweza kutoa figo kwa ajili ya Gozie haraka sana. Mama anaonekana kuchanganyikiwa, anasema, "Chukua la kwangu, chukua kitu chochote kutoka kwangu, daktari." Sio rahisi kama unavyofikiri, inabidi tumpatie mtu tofauti na wewe. Kwa nini? Mimi ni mama yake. Ndiyo, wewe ni mama yake, lakini inabidi tufikirie pia kuhusu afya yako na umri wako pia. Vitu hivyo vyote vinafanya uwe hatarini kuchangia figo. Kwa hiyo tunafanyaje? Siwezi kumpoteza mwanangu. Tutampa kipaumbele katika listi ya watu wenye uhitaji wa figo kwa haraka. Lakini ukweli ni kwamba uwezekano wa kumpata mtu wa kuchangia figo ni mdogo sana. Ni swala la kusali tu. Daktari, niko tayari kulipa chochote kwa mtu yoyote tafadhali. Tafuta mtu atakayetoa figo kwa ajili ya mwanangu. Sitaki kumpoteza mwanangu. Usijali mama, kuwa na matumaini. Yule Bikitatu anaitwa Adina, anatokea kwenye familia yenye uwezo wa chini akiishi na mama yake. "Habari za asubuhi mama." Adina, nini kilichotokea? Nilijaribu kukupigia mara kibao jana, lakini hukupokea simu." Gozie alikuwa mgonjwa, aliumwa ghafla, kwa hiyo tukampeleka hospitalini." "Oh, kwa hiyo sasa anaendeleaje?" "Mama, hata sijui anaendeleaje. Mama yake alinizuia kwenda kumuona." "Kwa nini? Mbona ana noma wala nini?" "Noma analo mama, na jana tuligombana." "Mligombana?" "Ndiyo mama, lakini sikufanya kitu chochote kibaya." "Kwa hiyo nini kilichotokea?" "Mama, nimechoka, nataka nioge alafu nilale. Nitakwambia hata baadaye nikiamka. Ngoja nikapumzike." Siku iliyofuata Adina anaenda pale hospitalini ili kumuona Gozie. Ana wasiwasi sana kuhusu afya yake na kwa bahati anakutana na daktari. "Samani daktari, natamani kujua mgonjwa aliyelazwa wodi namba 3 ana shida gani? Mimi ni mfanyakazi wake." Yule mgonjwa aliyeletwa jana usiku." "Ndiyo daktari." "Samani madamu, lakini kutokana na sheria za hospitalini siruhusiwi kutoa taarifa za mgonjwa bila idhini yake." "Kama nilivyosema daktari, mimi ni mfanyakazi wake wa ndani, kwa hiyo mimi ni kama familia kabisa." "Okay sawa, yule mgonjwa ana shida ya figo, kitaalamu inaitwa kidney failure." "Nini? Je, atakuwa sawa?" "Itategemea, kama tukipata mtu wa kutoa figo kwa wakati atakuwa sawa." Bikitatu anauliza, "Sifa za kutoa figo ni zipi daktari?" Daktari anajibu, "Moja kati ya sifa muhimu zaidi ya mtu anayetoa figo ni kwamba mtoa figo awe na mfanano sawa na anayepokea figo." Adina anasema, "Samani daktari, je mimi naweza kutoa figo?" Daktari anashtuka, "Una uhakika unataka kutoa figo?" Adina anasema, "Ndiyo, je naweza kutoa?" Daktari anasema, "Ndiyo, ngoja nifanye utaratibu wa kuongea na Dr. Dennis." Dr. Dennis anampigia simu mama Gozie na kumwambia amepatikana mtu wa kuchangia figo, na tena mtu huyo hataki hata 100. Yaani kinachohitajika ni sahihi tu ili waendelee na taratibu zingine za upasuaji. Siku iliyofuata yule Bikitatu Adina anampigia simu mama yake na kumwambia anaenda kwenye chumba cha upasuaji. Mama yake anashtuka, "Unamaanisha nini unavyosema unaenda kwenye chumba cha upasuaji? Je, wewe ndo unaumwa au Gozie?" Adina, "Hapana, nimesema hapana. Je, ukifa itakuwaje?" Adina, huyo mtoto anataka kuniua." Mbio mbio mama Adina anaenda kukutana na mama Gozie. "Mama, nakuomba kwa jina la Mungu Baba aliye mbinguni,
sijui kitu gani mwanangu alikufanyia, lakini tafadhali usimuue. Nana, unamaanisha nini? Mwanangu anataka kujitoa sadaka kama Yesu kwa ajili ya mwanao. Nana, mimi sina idea yoyote ya kile unachokiongelea. Mara ya mwisho kumuona mwanao ni ile siku tunamkimbiza Gozie hospitalini, sijamuona tena. Kanipigia simu sasa hivi, anasema anataka kutoa figo kwa ajili ya Gozie. Tafadhali mama, kama hii ni adhabu basi ni kubwa sana, niue mimi badala yake. Ebu subiri, unataka kunambia Adina ndiye aliyetoa figo kwa ajili ya Gozie? Ndiyo mama, tafadhali muokoe mwanangu, hataki kufanya upasuaji. Tafadhali muokoe mwanangu. Sitaki kumpoteza kabisa, sitaki afe tafadhali. Samahani, siwezi kufanya chochote, amekubali mwenyewe kutoa figo. Mama Adina analia sana. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Atakuwa sawa tu, usijali. Mama Adina anakutana na mwanae baada ya kutoka kwenye chumba cha upasuaji. Anasema, siku ukitaka kuniua tena, chukua kisu unikate shingo moja kwa moja. Adina anasema, mama nisamehe sana. Kama ningekwambia basi ungenikataza. Kwa hiyo mpaka tunavyoongea hivi sasa hauna figo kabisa, si ndio? Adina anatabasamu, usinichekeshe mama, sio kwamba sina figo. Sasa hivi nimebaki na figo moja. Adina, tafadhali usirudie kunificha swala kama hilo tena. Tafadhali, sipendi kabisa. Mama, hata wewe uko hivyo. Kivipi tena? Mpaka leo bado hujaniambia baba yangu ni nani? Sawa, nitakwambia kwa sababu wewe ni mkubwa sasa hivi na una haki ya kujua ni kitu gani kilichotokea. Sasa hapa picha ndo linapokuwa tamu zaidi. Dr. Dennis anakutana na mama Gozie. Ndiyo daktari, ulisema kuna kitu unataka kuniambia? Ndiyo mama, ni kuhusu yule binti aliyetoa figo kwa ajili ya mwanao. Kuhusu hilo ni sawa tu, ni mfanyakazi wetu na ndio nimegundua hilo. Hakuna shida kabisa. Sio hivyo, kuna kitu nataka uangalie hapa kwenye hili faili. Mbona sielewi? Nilishtuka sana baada ya majibu ya vipimo kutoka, kwa hiyo nikawaambia wafanye tena vipimo vya DNA na majibu yake yakaonyesha wote Adina na Gozie wana DNA sawa. Kwa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kitu kimoja tu, Adina na Gozie ni mapacha. Mama Gozie anacheka sana. Mapacha? Haiwezekani daktari, na unajua kabisa kwa mwanangu wa kike Daniela alifariki dunia kitambo sana. Je, uliuona mwili? Uliuona mwili wake mama Gozie? Hapana, mwili wake uliungua sana au kupatikana hata mabaki. Daktari, kwa hiyo unataka kuniambia Adina ni Daniela wangu? Hakuna maelezo mengine tena. Mama Gozie anashtuka sana. Kama hujaelewa mtazamaji wetu, ni kwamba huyo mama alikuwa na mapacha wawili kwa jina la Gozie na Daniela, akiishi pamoja na mume wake zaidi ya miaka 20 iliyopita. Siku moja walipata ajali mbaya sana iliyopelekea mume wake kufariki dunia, lakini mwili wa Daniela haukupatikana kabisa, na kutokana na kuwa lile gari lililipuka, basi wakadhani alilipuka ndani ya ile gari, na mwili uliopatikana ni wa mume wake tu na huyu mama. Waliopona katika ile ajali ni Gozie na mama yake. Sasa hapa baada ya miaka 20 kumbe Daniela hakufariki. Daniela ndiye yule beki tatu kwa jina la Adina. Upande wa pili Nana anamueleza ukweli wote Adina. Anasema, kuna mtu anaitwa Bashiru, ni mpenzi wangu wa utotoni. Kuna siku tulienda mishemishe mtaa fulani hivi na ndo siku ambayo kulikuwa na mlipuko. Nilikuona ukiwa umelala chini pembeni ya mlipuko, hujitambui na ulionekana kuumia sana kichwani, lakini bado ulikuwa unapumua. Adina anamuuliza, kwa hiyo kitu gani kilichotokea baadaye? Wakati yule mama Gozie anasikiliza akiwa mlangoni. Nilitaka kukusaidia lakini Bashiru alikataa na tukaanza kugombana. Kabla ya polisi kuja nilirudi na kukubeba kwa sababu sikuweza kukuacha pale. Nilikutibu kwa mitishamba mpaka ukapona, japo nilivyokuuliza jina lako ulishindwa kuniambia. Ikasemekana ulipoteza kumbukumbu ile siku ya ajali. Baada ya kukaa na wewe siku moja ukaniita mama. Hii ndiyo siku ambayo niligundua siwezi kukuacha uondoke. Kwa hiyo ukaamua kuniita Adina. Ndiyo, nilikupa jina la mama yangu, Adina. Ukweli wote huu yule mama Gozie anausikiliza akiwa mlangoni. Bashiru alikasirika sana kwa sababu nilikuchukua, na ndipo alipoamua kuondoka kwenye maisha yetu. Nikakuchukua nikahamia sehemu nyingine mbali kabisa kuanza maisha mapya na wewe. Adina anasema, kwa hiyo maisha yangu yote ni uongo? Hapana, tafadhali naomba usirudi nyuma. Mimi ni mama yako na wewe ni mwanangu. Yote niliyafanya ili kukulinda wewe. Adina anasema tena, kwa hiyo unataka kuniambia wewe sio mama yangu mzazi? Hapana, mimi ni mama yako na ninakupenda wewe kama mwanangu. Mama Gozie anarudi nyumbani, aamini kabisa alichokisikia, analia sana. Mwanangu yuko hai, Adina ni Daniela. Nilidhani amefariki, kumbe yuko hai na tena aliishi hapa ndani kwangu kama mfanyakazi kwenye nyumba yake mwenyewe. Mtoto wangu ni mzima.
Unaambiwa usiku mzima anakumbuka matukio yote aliyomfanyia Biki Tatu bila kujua anamfanyia mtoto wake mwenyewe. Mateso yote aliyomfanyia bila kujua anamfanyia mwanae wa kumzaa. Analia sana. Siku iliyofuata Gozie anaendelea vizuri. Mama yake anaenda kumtazama. Nimefurahi kuona umeamka. Kitu gani kilichotokea mama? Sikumbuki kabisa. Nimelala kwa muda gani? Ni muda sasa uko hospitalini. Ila Dr. Dennis amesema suni utakaa poa na utakuja nyumbani. Upasuaji ulienda vizuri. Kumbe nilifanyia upasuaji? Ndiyo, figo yako moja ilikuwa inafeli. Nilidhani nitakupoteza ila Mungu mkubwa. Tulipata mtu akatoa figo kwa ajili yako mwanangu. Na tena mwanangu, nina habari njema sana kwako. Zipi hizo mama? Daniela amepatikana, ni mzima bado. Na tena ndiye aliyekutolea figo. Mama, sielewi. Kila kitu unachoniambia ni kigeni sana kwangu. Mara nimefanyia upasuaji, mara Daniela ni mzima. Naelewa mwanangu, pumzika, baadaye utaungana na familia yako kubwa. Siku iliyofuata mama Gozie kaenda kumcheki Adina. Si ashajua ukweli kuwa ni mtoto wake aliyempoteza miaka 20 iliyopita, hivyo lazima aanze kujipendekeza kidogo. Unaendeleaje Adina? Nasikia umekataa zawadi zangu nilizokuletea na umekataa mwaliko wa kuja nyumbani kwangu tena ukiruhusiwa. Samahani, ila staki tu. Hakuna haja ya kuninunulia chochote. Sikutoa figo kwa sababu ya kutaka chochote kutoka kwako. Nilifanya hivyo kwa sababu zangu binafsi. Mama Gozie anasema, nilifanikiwa kusikia maongezi yako na mama yako siku ile. Najua kuhusu wewe. Adina, wewe ni mtoto wangu Daniela. Adina anashtuka, unamaanisha nini mimi ni mtoto wako? Mama Adina anadakia, sikuelewi, unataka kufanya nini? Yaani kwa sababu ulisikia maongezi basi unataka kumchukua mwanangu? Ebu niache, ni mwanangu sio mwanao. Unadanganya, wewe ni muongo. Huyu Daniela ni mwanangu sio mwanao. Hivi mwanamke una moyo gani? Yaani umechukua figo ya mwanangu na bado unataka kumchukua na yeye sio? Mama Gozie anasema, mimi sidanganyi na huu ndio ushahidi kutoka kwa Dr. Dennis. Ushahidi wa DNA kuwa wewe na Gozie ni mapacha. Wote wanashtuka, linawezekanaje hili? Baada ya muda Adina anamuuliza mama yake, je, ule mlipuko ulitokea lini? Mama yake anajibu, kwa zaidi ya miaka 20 hivi iliyopita. Adina anakumbuka kuwa Gozie aliwahi kumweleza kuhusu ajali aliyoipata miaka 20 iliyopita. Stori yake inafanana sana na stori aliyopewa na mama yake. Anamuuliza mama yake, je, unadhani anasema ukweli? Je, yule anaweza kuwa mama yangu kweli? Na ndio maana tangu nikutana na Gozie nimekuwa nikijihisi kuwa nina bondi fulani hivi special na yeye. Yaani kuna ukaribu fulani, kuna mvutano na upata nikiwa na Gozie. Adina anaenda kukutana na Gozie, anaongea naye ila mpaka sasa Gozie ajue kuwa Adina ndiye aliyemtolea figo na tena Adina ndiye dada yake Daniela. Baadaye Gozie anagundua ukweli wote. Sasa hapa najiuliza ingekuwaje kama Gozie angeichapa Biki Tatu bila kujua ni dada yake na baadaye akaja kujua ukweli, ingekuwaje? Sema ndio hivyo, alimpenda sana ila sio kimapenzi. Gozie anaruhusiwa na kukutana na mama yake nyumbani. Mama yake anamueleza ukweli wote kuhusu Adina. Anamuomba amsaidie kuongea naye ili wakutane wamalize tofauti zao. Gozie anakubali. Siku iliyofuata Adina anaenda pale nyumbani. Gozie hayupo. Tafadhali, yuko wapi? Aliniambia nije hapa kuonana naye. Usijali, atakuja sio muda. Anaendeleaje? Yuko vizuri, anaendelea vizuri tu. Okay, sawa, mimi nitaondoka. Daniela, niite Adina, mimi sio Daniela. Sawa Adina, Gozie ndiye aliyepanga mimi nikutane na wewe. Unataka nini? Daniela, naomba unisamehe. Hicho ndo ninachokiomba tu. Nimefanya vitu vibaya sana kwako. Tena nilijaribu kukununua ili urudi hapa kwa zawadi na pesa. Ila kiukweli maisha hayako hivyo. Wewe na Nana ni familia na sitaki kuharibu kile mlichonacho kwa sababu amekuwa mama yako kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Adina anasema, kwa hiyo hautakuja kunichukua kutoka kwake kwa lazima? Hapana, siwezi kufanya hivyo kwa sababu amekuwa mama yako kwa zaidi ya miaka 20. Wakati wote huo nilidhani nimekupoteza. Adina anamsamehe mama yake na wanaanza maisha mapya. Na huo ndo unakuwa mwisho wa movie yetu hii kali. Mimi naitwa Eri, all the way from Eri TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu ili wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kukuletea kila itwapo leo, lakini pia usisahau kufollow page zetu mbalimbali na maanisha Instagram pamoja na TikTok. Jina ni Eri TV. Asante na ciao.